Mtazamaji wa kipindi cha Tunatekeleza, leo hii tunaangazia namna ambavyo serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, namna ilivyowashika mkono wananchi wake katika kuhakikisha wanajikwamua kiuchumi kupitia shughuli mbalimbali za kimaendeleo katika maeneo wanayoishi. Chini ya serikali hiyo ya awamu ya 6, wananchi wa mikoa mbalimbali wameendelea kuona juhudi na kazi nzuri inayofanywa na serikali yao katika kuwakwamua kiuchumi kupitia mifuko zaidi ya 70 ambayo imekuwa ikiwapa mikopo yenye masharti nafuu wananchi hao ili kuwawezesha kuendeleza shughuli zao za kimaendeleo. Hii yote ni katika jitihada na juhudi za kuwapunguzia wananchi hao mzigo na maumivu makali ya mikopo yenye riba kubwa, ama wenyewe kwa sasa uko mtaani wakiita mikopo ya kausha damu. Kikundi hiki kilianza mwaka 2020, lakini azima ya kikundi hiki ilikuwa ni kujishughulisha katika masuala ya kilimo. Mungu alitusaidia 2021 tulipata usajili kwenye halmashauri ya wilaya ya Kilosa tayari kwa kuanza shughuli zetu ndogo ndogo. Mwaka 2023 tulifanikiwa kukutana na watu wanaitwa TADB, Tanzania Agriculture Bank. Hawa watu waliweza kutudhamini kupitia benki ya Azania, wakaweka dhamana zao ili sisi tuweze kukopesheka, na tunamshukuru Mungu kikundi chetu kilifanikiwa kupata fedha taslimu milioni 27 ambao kwa mgawanyo wake kwa kila mwanakikundi alipata milioni 1.5. Hizi fedha zilitusaidia sana kujikwamua kwenye kilimo, kwa sababu kila mwanachama aliweza kufanya kilimo kutoka hali ya chini aliyokuwa kwenda kwa hali ya juu. Mfano mimi katibu najihusisha na kilimo cha horticulture. Horticulture ilikuwa inatia ugumu sana hasa kwenye swala la umwagiliaji, lakini kupitia udhamini wa TADB kunidhamini kwenye Azania benki nilipata fedha taslimu ambayo iliniwezesha kufanya mifumo ya umwagiliaji, yani drip irrigation. Niliweza kufunga mifumo ya umwagiliaji kama mnavyoona hapo, ambayo hii mfumo ya umwagiliaji inarahisishia kulima shamba kubwa ila bila kutumia gharama kubwa, kwa sababu unabonyeza tu halafu matone yanaanza kudondoka kwenye mimea. Hadi sasa ninaingiza kipato kikubwa, ila pia situmii nguvu kubwa. Sio mimi tu, kuna baadhi ya wenzangu, mfano mwenyekiti wangu Mr. Goodluck James, yeye anafanya kilimo cha nafaka. Kabla ya kudhaminiwa na TADB kwenye Tanzania alikuwa analima heka 1 hadi 5, lakini mpaka dakika hii tunavyoongea ndugu Goodluck James ana uwezo wa kulima mpaka heka 10. Maisha yetu ya sasa sio kama ya zamani. Tumepanda kwa viwango vikubwa na viwango vya juu. Sasa hivi tunarejesha, ila bado tuna akiba za kutusaidia kufanya shughuli zingine mbalimbali. Tunawashukuru sana TADB Bank kutudhamini, kutupatia mkopo, si kama kipindi cha nyuma. Nimenufaika sana kwa biashara yangu kupitia mfuko wa TADB ambao uliniwezesha, nimeweza kupata mkopo, nikaweza kuendeleza biashara yangu ya nafaka. Namshukuru Mungu sana. Mfuko wa dhamana wa TADB waliniwezesha kupata milioni 200, ambao namshukuru Mungu kwa sababu benki iliniwezesha kurudisha kwa awamu 4, yani narudisha awamu 4 baada ya miezi 6 narudisha. Kwa hiyo nimenufaika kwa hilo sana. Tofauti na benki nyingine ambao ningeweza kuchukua kurudisha kila mwezi, lakini nimeweza kwa sababu nafanya biashara ya nafaka, nimeweza kurudisha kila baada ya miezi 6 narudisha. Kupitia mkopo niliopokea nimeweza kununua nafaka. Kuna nafaka ambayo nimeweza kuweka kwenye magodauni, mazao ambayo nimeweka, na nimeweza kuongeza wateja kwa sababu mzigo ninao wa kutosha. Wateja wapungukiwi, napata mzigo mwingi sana. Nimeweza kuweka mzigo mwingi mpaka mikoani nimeweza kuweka mazao. Kutokana na biashara yangu nimeweza kupata vijana ambao nimewaajiri zaidi ya karibia vijana 7 nafanya nao kazi. Kupitia mikopo niliochukua kwenye mfuko wa TADB nimefaidika pia. Nimeweza kununua ng'ombe wa maziwa, wako zaidi ya ng'ombe 30 wa maziwa ambao ninao sasa hivi naendesha na nafuga. Self ilinisaidia kama mara 5 sasa hivi. Awamu ya kwanza nilichukua milioni 5, ikanisaidia kuboresha banda langu na kununua kang'ombe kamoja. Nikarudia tena awamu ya pili nikachukua milioni 10. Milioni 10 ndio nikanunua ng'ombe kutoka Mbeya, ng'ombe 2. Nikaenda nao, bahati mbaya yule mmoja akafa. Alipokufa yule mwingine alikuwa anatoa maziwa mengi tu, akanisaidia, sikuterereka.
Nikaenda nikamaliza mkopo. Hawajawahi kunifuata hata siku moja kunidai hela zao, na waingizia kabla hata ya tarehe. Basi nikamaliza mkopo, wakanipa milioni 15. Milioni 15 nikaendelea kujenga ile banda, nikaongeza mbuzi, nikasonga. Awamu hii wamenipa 16. 16 ndio nimenunua ng'ombe hizo. Nilikuwa na vile ving'ombe vya kutoa lita 2-3, nikafutilia mbali. Ndio nikaagiza hizo unazoziona hizo 2 hizo 3. Ndio nangojea zisae sasa. Niangalie product yao itakwendaje. Kwa sasa hivi mbuzi nao 25 na ng'ombe nao 3. Maisha yangu kwa kweli yamebadilika. Kama sio ugonjwa unaonisumbua, ungekuta niko mbele, kwa sababu hata duka, si unaona duka mbele kule, ni kwa ajili ya mfuko wa self. Huu ni mwaka wa 2 sasa tangu ninafanya biashara hii, na nimeweza kufanya biashara hii kwa kuwezeshwa na Self Microfinance. Wameweza kunipa mkopo, nikaweza kufanya biashara ya chakula cha kuku. Vile nimeweza kufuga kuku kwa kupitia mkopo huo. Pia kipindi cha kilimo nimeweza kulima, na nina mahindi bado sijayauza. Na pamoja na hayo nafanya biashara hii, na huku nakimbizana na mifugo. Kwa kupitia pesa hiyo nimeweza kurekebisha nyumba yangu hapo ilipofikia. Kwa hiyo ninashukuru sana Self kwa sababu wamenipa mkopo unayoniwezesha na hauna usumbufu. Kwa kweli sijawahi kupigiwa simu hata siku moja kuhusiana na mkopo huu. Riba yake ni nafuu. Tunatekeleza. Lile gonjwa la upendeleo ambalo limekuwa likipigiwa kelele na walimwengu, hasa katika zoezi la utoaji wa mikopo hiyo, hapa si mahala pake, baada ya serikali kuunda chombo madhubuti katika kusimamia hilo, ambalo ni Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, ili kuratibu vyema mifuko hiyo. Waswahili husema kuona ni kuamini. Katika kipindi cha leo cha Tunatekeleza, tunakukutanisha na Wema Sehaba pamoja na wanufaika wengine wanaoeleza namna walivyoingia kwenye uwezeshwaji wa mifuko inayosimamiwa na Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi. Mimi biashara yangu imesajiliwa mwaka 2019. Nilianza biashara ya kufanya pembejeo au viuatilifu. Katika mwaka 2019 nilianza na mtaji wa milioni 5. Nimeenda na mtaji wangu wa milioni 5. Hapo nilikuwa na ofisi ndogo, nilikuwa na duka dogo ambalo lilikuwa majengo. Baada ya miaka miwili, 2019 na 2020, nikawa nimeendelea. Kiukweli sikuweza kukua zaidi kimtaji kwa sababu sikuwa na support kubwa. Nilikuwa nikiingia kwenye taasisi nyingi za mikopo na kopa, lakini kwa kuwa riba ilikuwa kubwa, nilikuwa napata hela kidogo sana kuongeza mtaji wangu. Mwaka 2022 nilipata fursa ya kuhudhuria jukwaa la uwezeshaji wananchi kiuchumi ambalo liko chini ya Waziri Mkuu. Pale ilikuwa ukumbi wa LPF. Baada ya pale ndipo nikafahamu mfuko wa Self Microfinance. Baada ya kufahamu, nilienda ofisini kwao kama tulivyokuwa tumeelekezwa kwamba wanatoa mkopo wa riba nafuu kabisa na ni mfuko wa serikali. Nikaenda ofisini kwao, wakanielewesha kwamba unaweza ukakopa na ukafanya biashara na ukaongeza mtaji wako. Ndicho nilichokifanya. Kwa mara ya kwanza kabisa Self waliniamini na kunipatia milioni 40 mwaka 2022. Nilipopata milioni zangu 40, niliweza kufungua duka la pili na kujaza mzigo na kuwafikia wateja wangu zaidi ambao wako mbali na hapa mjini. Kwa hiyo niliweza kuwafikia wale wa vijijini na kufanya nao biashara. Niliendelea, nikaja nikamaliza mkopo wangu vizuri bila matatizo. Lakini mwaka 2023 nikachukua kwa awamu ya pili, Self wakanipa milioni 50. Milioni 50 pia niliweza kuwafikia wateja wa mbali zaidi na kuongeza duka lingine kijiji cha Mkuladi. Kwa hiyo najivunia Self kwa sababu wameweza kuniwezesha mimi
kuwafikia wateja wangu ambao walikuwa wako mbali, hawawezi kupata bidhaa kwa wakati. Lakini pia kutokana na mtaji wangu ulikuwa mdogo, wao wameweza kuniongezea mtaji ya kuuza kila kitu dukani, kwa sababu kuna mwingine alikuwa akija anakosa bidhaa, lakini kupitia Self Microfinance nimeweza kujaza maduka yangu na mteja akija hakosi bidhaa dukani kwangu, na ndio maana najivunia kuwa na Self Microfinance. Na sasa nimeingia awamu ya 3 katika msimu huu wa mvua kunyesha, nimeweza tena kupewa milioni 50 za awamu ya 3. Ndio nimepata sasa hivi na ndio naanza sasa kuendeleza biashara yangu. Lakini nawashukuru sana. Nimeweza sasa hivi kujinua kibiashara na kuweza kusomesha mtoto wangu, na mtoto mimi sasa hivi anasoma chuo. Nimeweza kumsomesha mtoto wangu chuo, lakini pia nimeweza kunufaika kwa kujenga nyumba yangu ya kuishi mwenyewe. Self Microfinance wamenisaidia. Mkopo wa mara ya kwanza ilikuwa ni milioni 20, ambayo ile ilinisaidia kutengeneza hizi keji kwanza, kwa sababu hapa kipindi hicho hawa kuku walioko hapa au karibia 1500, lakini kwa hapa chini hawawezi kukaa kwa sababu ni wengi mno. Kwa lakini kwa sasa hivi hapa kuku 1500 wanakuwa wamekaa vizuri, na bado hii sehemu nyingine naweza nikaifanyia kazi, unaona. Kwa hiyo nilivyowafuata wao nikaomba mkopo, wakaniuliza mkopo ni wa nini, ndio nikawaelezea. Kwa baada ya kuwaelezea wakanisaidia ule mkopo, nikatengeneza hizi keji na nikarekebisha baadhi ya mashine pale. Kuna mashine ile ambayo inatengeneza chakula, nilirekebisha kupitia ule mkopo wao. Kwa hiyo ulinisaidia mwanzoni mimi kurekebisha hizi keji zote pamoja na kuweka kuku na kurekebisha ile mashine kule. Kweli nashukuru Self waliweza kunikopesha mkopo bila mlolongo mwingi. Hata ule mkopo wa kwanza, kwa sababu nimekopa kwao mara 2. Nilikopa ile milioni 20 nikafanyia kazi, kaja nika-apply mkopo mwingine mara ya pili milioni 30, wakanipa bila mlolongo mwingi, na nimeweza kufanya vitu vyangu bila shida. Kweli nawashukuru sana. Wawe na moyo huo na waweze kuwasaidia na watu wengine.